Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi walikuwa wakiniuliza ya kwamba tutafanya kitu gani mtumishi kwa sababu tuweze kumrudi Mungu? Basi kama wewe ni mojawapo wa watu ambao wanajiuliza maswali haya, basi tambua video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kufanya ili kumrudia Mungu. Mungu ana hamu ya kurudisha waliopotea. Hata ukisoma katika kitabu cha Nabii Malaki sura yake ya 3 mstari wake wa 7, maandiko matakatifu yanasema, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Watu wengi wamepotoka, wamevunjika kiroho na wamejiona kuwa hawawezi tena kumrudia Mungu. Lakini sauti ya Mungu bado inaita, rudi. Hii si sauti ya hukumu tu, bali sauti ya rehema. Pia ukiangalia kwenye kitabu cha Yeremia sura yake ya 3 na mstari wake wa 22, maandiko matakatifu yakishuhudia kuwa, rudini enyi watoto waliokwenda mbali, nami nitawaponya uasi wenu. Kwa hiyo kitu muhimu ambacho kitakachoweza kukusaidia mtumishi wa Mungu ili kuweza kumrudia Mungu, kwanza inakubidi utambue kuwa tayari umepotoka. Hautarudi kwa Mungu ikiwa hujui umeenda mbali. Hatua ya kwanza ni kutambua kuwa umepotea, labda kupitia dhambi, uvuguvugu wa kiroho au kiburi cha maisha. Usikubali hali yako ya sasa ikufanye ukae mbali na Mungu. Uasi haukufanyi uwe na thamani ndogo, bali unahitaji uponyaji wa kiroho. Pasua moyo, si mavazi. Ukiangalia kwenye kitabu cha Yoeli sura yake ya 2 mstari wake wa 12 mpaka wa 13, utakuta maandiko matakatifu yameshuhudia kuwa, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Kurudi kwa Mungu si swala la nje, bali la ndani. Ni toba ya kweli, ya ndani, isiyo ya maigizo. Mungu anatazama moyo unaovunjika na roho iliyopondeka. Hakuna toba ya kweli bila maumivu ya ndani. Tubu kwa machozi kama mtoto aliyemkosea baba mwenye upendo. Jitoe kwa Mungu tena. Hata ukiangalia kwenye kitabu cha Yakobo sura yake ya 4 na mstari wake wa 8, maandiko matakatifu yanasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Kurudi kwa Mungu kunahitaji maamuzi ya dhati. Kuvunja maagano na dunia, kuacha dhambi na kuanza upya. Ni wakati wa kujitoa tena kwa kusudi la Mungu. Mwite Mungu kwa sauti. Ukiangalia kwenye Zaburi ya 51 na mlango wake wa 10 mpaka ule wa 12, maandiko matakatifu yanasema namna hii: Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Omba kwa bidii, lilia uhusiano wako na Mungu. Mwambie, sitaki tu rehema zako, nataka uhusiano wangu nawe urejee. Enenda kwa utii.
Hata ukiangalia kitabu cha nabii Isaya sura yake ya 55 na mlango wake wa 7, maandiko matakatifu yanasema namna hii: mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Toba ya kweli huzaa matendo. Acha njia zako mbaya, acha marafiki wa giza, acha maisha ya kujifurahisha bila Mungu. Tii sauti ya Roho Mtakatifu. Mungu yuko tayari kukupokea. Mwana mpotevu aliporudi, baba yake alimkumbatia kwa upendo. Mungu hajakuchoka. Mungu hajachoka kukusamehe. Anangoja mlango wa moyo wako ufunguliwe. Usingoje kesho. Usisubiri hali iwe sawa. Rudi leo. Tupa mzigo wa dhambi zako na kimbilia msalaba. Mlango wa neema bado uko wazi, lakini hautabaki wazi milele. Hapo mwana wa Mungu ulipoweza kukaa, piga magoti chini ili mradi uweze kufuata kila neno ambayo nitakayeweza kuitamka, kusudi uendelee kurudi katika ufalme wa Mungu. Haya ni maombi ya kumrudia Mungu kwa moyo uliovunjika. Sema: Baba wa milele, Mungu wa rehema na huruma, leo ninakuja mbele zako nikiwa sina kinga, nikiwa nimevuliwa kila kificho. Nimechoka na hali yangu ya kiroho. Nimevunjika, nimejaa aibu. Ninakiri dhambi zangu mbele zako, dhambi nilizozijua na nilizozipuuza kwa muda mrefu. Nimekuwa kama mwana mpotevu, nikikimbia mbali na uso wako. Nimewahi kulia kwa neema yako, lakini nikacheka na dhambi. Nimevaa mavazi ya utukufu mbele za watu, lakini moyoni mwangu nimekuwa mchafu. Bwana, siwezi kujificha tena. Nateseka kwa sababu ya uasi wangu. Ninatubu kwa kilio cha ndani. Ninamlilia Roho wako Mtakatifu niliyezembea naye. Ninakuomba unisamehe. Kwa mara nyingine unisafishe kwa damu yako. Kwa mara nyingine unisafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Usiniondolee uso wako, wala usimtoe Roho wako Mtakatifu ndani yangu. Nimejaribu kutosheka na mambo ya dunia, lakini nimebaki mwepesi na mtupu. Nimekukimbilia Yesu. Nimekaa meza za wenye dhambi. Nimebeba mizigo isiyo yangu. Lakini sasa Baba, ninamwaga moyo wangu mbele zako. Ninamwaga moyo wangu kama maji mbele yako. Rudi ndani yangu tena Yesu. Nifufue tena kwa upendo wako. Nifufue tena upendo wako ndani yangu, ule moto uliowasha awali. Mungu wa rehema, nitengeneze tena. Niumbe moyo safi. Nijalie roho mpya iliyo thabiti. Niinue toka mavumbini. Nirejeshe nafsi yangu kama mtoto wa nyumba yako. Sitaki tena maisha ya kisingizio, maisha ya udini pasipo uhusiano. Nimejifunza kuwa hakuna furaha nje ya mapenzi yako. Hakuna amani nje ya uwepo wako. Hakuna uzima nje ya neno lako Yesu. Usinipite. Ninakulilia kama kipofu Bartimayo. Mwana wa Daudi, unihurumie. Tazama machozi yangu. Tazama majuto ya moyo wangu. Ninakukimbilia. Wewe ndiye tumaini la mwisho la watenda dhambi. Asante kwa msamaha wako. Asante kwa damu ya agano jipya. Ninakupenda Yesu. Ninakuinua Baba. Ninakupa maisha yangu tena. Niongoze kuanza sasa, nikasifike kwa matendo yangu mapya.
Asante Yesu. Yote nayaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tulia hivyo hivyo mwana wa Mungu. Tulia, Yesu azungumze na maisha yako. Tulia hapo hapo, usiende mahali pengine. Tulia mahali hapo hapo, Yesu endelee kuzungumza na maisha yako. Oh, asante Yesu. Asante Bwana. Asante kimbilio. Hongera sana mwana wa Mungu, kwa sababu Yesu tena amekupokea. Basi nitakachoweza kukuhusia ni kwamba nenda na usitende dhambi tena. Kuwa makini. Karibu tena kwenye mafundisho yetu kwa siku nyingine tena. Basi na kusahau, mimi ninaitwa Freddy David.